Vile hii watu wamefanya, they are going to cause a revolution in this country. Na musidoubt ati hatuwezi fanya hiyo kitu. Mzungu alikuwa hapa mbeberu, alikuwa amecolonize 500 million people dunia nzima, the largest empire. Na ni hapa tu Kenya aliona vita ya ukombozi wa nchi. Ujipigie makofi. Wakati wa Moi, labda nyinyi wengine hamkuwa mmezaliwa. Wakati wa Moi ni watu wawili watatu, maximum 6, ambao walisema huyu mtu tutamuondoa, tunataka multipartyism. Na wakati huo katiba ilikuwa nasema, katiba before 2010, kufikiria, si hata kusema, kufikiria ati rais hayuko kwa kiti unapelekwa jela, it is called treason. Kufikiria, si hata kusema. Na alipeleka watu wengi gerezani. Si aliondoka? Si Moi aliondoka? Don't underestimate yourselves. Musiwe na hofu ati hatuwezi kufanya hii kitu. Hii kitu musidanganywe na mtu. Hakuna suluhu ingine, ni revolution peke yake. Revolution in thinking, revolution in strategy, na revolution kuondoa hawa watu even without an election, because people power is supreme. Hapa Sudan muliona nini? Wamama walisimama, kweli ama si kweli? Walisema huyu mtu, bei ya mkate imefika hapa, tutamuondoa. Hii yetu, kwa sababu Kenya is a country of fasts. Kwa Afrika we are a country of fasts. Hapa haitakuwa na damu, haitakuwa na bunduki. Hii itakuwa ya wananchi na roho ya Wakenya. That is what is going to happen, and that's what we must call on. Kwa sababu kwa kizungu inaitwa the people's choice theory. Ukiona viongozi ambao wanajitetea mambo yao tu, hawajali wananchi, wananchi wanachukua power and they use the people's choice theory. Wao wenyewe wanaondoa hao watu. So musiwe na hofu.